Na ni wakati mwingine tena watu wa nguvu tunakutana katika mastori ya nondo za dunia, tukimulika masuala mbalimbali ambayo yametokea kote duniani na kubadilisha ama kuweka alama kwenye maktaba za dunia. Hivi leo tunakwenda kutazama jinsi Uingereza ilivyojivua taji la ukiranja mkuu wa dunia. Mwaka 1956 ni mwaka wa kukumbukwa sana kwa Uingereza kwa sababu mwaka huo ilifanya njama ambazo zinaweza kutajwa na vijana wa sasa kama ilivamia mtumbwi wa vibwengo. Tunakwenda kumulika leo mzozo wa Suezi wa mwaka 1956 ukihusisha Misri na mataifa yaliyopanga njama kumwondoa kiongozi wa taifa hilo madarakani. Sasa ni nini kilijiri mpaka Uingereza ikajikuta kwenye mtanziko wa kuanguka kutoka ukuu ule mpaka hali iliyokuwa hivi sasa haijatengemaa tena na kumwachia Marekani ufalme? Tunamtazama katikati ya jukwaa hili kiongozi mmoja kutoka Misri, rais wa pili wa Jamhuri ya Misri. Huyu ni Gamal Abdel Nasser. Yeye alishika mamlaka tangu mwaka 1954 baada ya kumwondosha madarakani mshikaji wake Mohamed Nakib, ambao kwa pamoja walishirikiana kuangusha ufalme wa Mfalme Farouk mwaka 1952 na kuiondoa Misri chini ya ufalme na kuwa jamhuri mwaka 52. Sasa mwaka wa 54 Gamal Abdel Nasser akaingia madarakani na kuanza harakati mpya za kuijenga Misri mpya kabisa. Alikuwa na malengo mengi, lakini miongoni mwa hayo ilikuwa ni kuitengeneza Misri yenye jeshi bora. Wazo lingine kubwa lilikuwa ni kujenga bwawa kubwa kabisa la Aswan. Hilo lingeweza kusaidia kujenerate ama kuzalisha umeme kwa wingi, lakini kumwagilia maeneo kame ya nchini Misri. Maji yanatoka wapi? Ni hapo na ilikuwao kabisa. Miradi yote hii ilihitaji fedha nyingi, na fedha hizo kwa Misri isingeweza kumudu kwa kipindi hicho. Kwa hiyo ilitegemea ufadhili pia kutoka kwa mataifa ama madola rafiki kabisa. Anaanza mchakato wake Gamal Abdel Nasser. Mwanzo kabisa anataka kulijenga bwawa hili, akajua pesa tazipata Amerika, tazipata kutoka Uingereza, tazipata kutoka Ufaransa. Wakakubaliana kweli na Benki ya Dunia watapata mkopo wa dola milioni 270. Wakakubali kwamba wataanza na down payment ya dola milioni 70 kwa kuanzia kabisa. Mambo yakakaa mezani, lakini alitaka mambo yote yaende kwa mpigo. Gamal Abdel Nasser akaenda nchini Marekani, na ni utawala sasa wa rais wa 34 wa Marekani ni Dwight David Eisenhower, na kataka silaha nzuri za kisasa kwa kipindi hicho za kiasi ya dola milioni 27. Marekani walichofanya kumwambia Gamal Abdel Nasser, tunahitaji cash in hand, uwe na pesa mkononi kabisa, barasi vibana atakuuzia silaha. Walikuwa wanajua kwamba Misri kwa kipindi hicho haina hizo fedha, kwa hiyo ilikuwa ni mtego kwa Gamal Abdel Nasser. Lakini na yeye alikuwa na jambo moja kichwani: msiponipa hapa ama msiponiuzia hizi silaha, mimi nitakwenda kuzinunua Umoja wa Kisovieti, yani USSR, Union of Soviet Socialist Republics. Baada ya mkwara huo, Rais Eisenhower akizungumza pia na balozi wa Misri nchini Marekani kipindi hicho Hussein, wakafanya mazungumzo makubwa, lakini kaonekana maafisa baadhi ya serikali ya Marekani wakatilia ngumu, wakisema hizi silaha Gamal anataka zipeleke wapi, ataleta sintofahamu Mashariki ya Kati. Wakafikia makubaliano ambayo hayakuwa mazuri kwa pande zote mbili. Marekani alipokataa na kutia ngumu, ikabidi Misri aende mpaka Czechoslovakia ambayo ilikuwa sehemu ya USSR, na wakatengeneza mkataba pale mjini Prague. Wakafikia makubaliano ya kumuuzia Misri silaha za thamani ya dola milioni 80 mpaka ikafikia mpaka dola milioni 200. Kwa hiyo zilikuwa silaha nyingi kidogo. Jambo hili liliwatisha madola mengine makubwa, Uingereza ikiwemo na Marekani yenyewe. Kwa kitendo hiki tu kikawakasirisha jamaa hawa wa Magharibi, na walichokifanya kwa sehemu kubwa ni kusitisha ama kufadhili mradi wa ujenzi wa bwawa la Aswan. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani kipindi hicho John Foster Dulles akatangaza kwamba mlichokifanya nyie jamaa sisi hatutaki. Mwezi Julai 19 mwaka 1956 Dulles akasema tunajiondoa kwenye kufadhili ujenzi wa bwawa la Aswan. Uingereza nayo ikafata, Benki ya Dunia vile vile. Hii ilikuwa ni aibu kubwa na fedheha mbele ya Rais Gamal Abdel Nasser. Kilichofuata
Akasema kama mmefanya hivyo ndugu zangu, haina shida, pesa zitapatikana na bwawa la Aswani litajengwa. Tutajengaje? Tutapata pesa kutoka mfereji wa Suezi ambao kulikuwa na hisa kubwa sana zinazomilikiwa na makampuni kutoka Uingereza, Ufaransa kwenyewe na mataifa mengine ya magharibi. Kwa hiyo akasema sisi tutataifisha mfereji wa Suez. Kulikuwa na mkataba ambao unalinda mfereji huu ukiendeshwa na makampuni ya mataifa haya ya magharibi tangu kujengwa kwa mwaka 1859 mpaka likakamilika 1969. Kwa miaka 10 hapo ilipoanza cooperate, kulikuwa na mkataba kwamba makampuni haya yataendesha mfereji wa Suezi mpaka mwaka 1968, yani kwa miaka 99, kisha watakabidhi kwa Misri. Sasa sekeseke limeshaanza. Gamal Abdel Nasser anasema sisi bana, kama mmefanya hivyo haina shida wakuu, tutataifisha hapa na pesa zitakazopatikana, kila meli itakayopita hapa sisi tutaitoza mpaka tupate pesa zetu za kujenga bwawa la Aswan. Taarifa hii ilikuwa mbaya kwa madola ya kigeni. Ikumbukwe mfereji wa Suez wenye kilomita 193.3 na ukipitisha mpaka sasa 12% ya bidhaa zote zinazotoka mataifa mbalimbali kuingia duniani, ulikuwa ni jeuri kubwa kabisa ya taifa kama Uingereza, ambalo meli zake nyingi zikiunganishwa kutoka bara Asia mpaka Ulaya zilikuwa zinategemea mfereji wa Suez. Tangazo la Gamal Abdel Nasser kwa kweli lilikuwa ni msumari wa moto kwenye kidonda cha kiuchumi cha Uingereza. Taarifa hii ilipomfikia waziri mkuu Anthony Eden, siku hiyo alikuwa na hafla ya wageni wake mabalozi pale London. Inatajwa alikosa hata hamu ya kula chakula chenyewe, akakasirika sana, na tamko lake lilikuwa ni moja: Gamal Abdel Nasser sharti aangushwe, vinginevyo tukimwacha huyu atakuwa kama Wajerumani wa Manazi wa Hitler wa mwaka 1930. Huyu mtu sharti aanguke. Hasira nyingine ikadondokea kule Ufaransa kwa waziri mkuu Guy Mollet. Huyu naye inatajwa alikuwa na chuki ya dhati ya dhahiri kwa Gamal Abdel Nasser. Naye alikuwa na jambo moja: huyu mtu lazima tumuondoe madarakani. Ufaransa ilikuwa na sababu nyingine pia, ilikuwa inatafuta tu upenyo namna kulipa kisasi kwa Misri, kwa sababu Gamal Abdel Nasser alikuwa na waunga mkono waasi, walikuwa wanaitwa waasi lakini wa Algeria wa FLN. Hao jamaa ndio walipigana kwa miaka 8 mfululizo tangu mwaka 1954 mpaka uhuru wa Algeria ulipopatikana mwaka 1962, na miongoni mwa mataifa yaliyounga mkono kabisa harakati zao ni Misri ya Gamal Abdel Nasser. Wakaingia watu wengine kutoka pale Israel. Waziri mkuu David Ben Gurion naye alikuwa na hasira zake dhidi ya Misri. Kwanza alikuwa anaona ukuaji wa Misri, misimamo mipya inayokuja ni kitisho kwa influence ambayo wao walikuwa wanaianzisha Mashariki ya Kati. Lakini pia kulikuwa na wapiganaji wa Kipalestina ambao kazi yao ilikuwa ni kuvamia baadhi ya vijiji kule nchini Israel. Kwa hiyo hasira zilikuwa na mchanganyiko mkubwa. Lakini pia kulikuwa na mkataba mmoja unaitwa Baghdad Pact wa mwaka 1955. Huu ulikuwa ni wa mataifa ya magharibi mwa Asia, wenyewe wakiita Mashariki ya Kati, ya kuungana mkono dhidi ya ukubwa wa Urusi katika eneo lile. Lakini Misri yenyewe ilikataa kujiunga na mkataba huu wa Baghdad Pact. Hilo pia likamuudhi sana waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani, bwana John Foster Dulles. Akasema hawa watu sio watu wema, kwa hiyo hatuwezi kuwavumilia, tunajiondoa moja kwa moja kwenye ujenzi wa Aswan. Kilichoendelea, mambo yakawa ni magumu zaidi kwa Gamal Abdel Nasser. Alichokifanya Nasser akasema haitokaa iwezekane, tutaanzisha mchakato wetu mpya. Vita ikatangazwa. Ilitangazwa Oktoba 29 mwaka 1956, na mtu aliyetumwa kuanzisha hivi vita ni Israel, na Jenerali Moshe Dayan wa jeshi la ulinzi la Israel akaongoza vikosi kupitia peninsula ya Sinai kuingia hapo mfereji wa Suez. Wakaanzisha mashambulizi ya vita tarehe 29 Oktoba mwaka 1956. Kulikuwa na kikao cha siri kilichoamua
kumwangusha Gamal Abdel Nasser. Na kikao hiki kilikuwa ni dhahiri na kilikuja kujulikana baadaye. Kilifanyika katika mji unaitwa Savès kule Paris, Ufaransa, Oktoba 22 mwaka 1956. Baada ya kikao hiki kufanyika, kilihudhuriwa na maafisa vipenyo kutoka mataifa yote matatu ya Israeli, lakini pia Uingereza na Ufaransa. Hao baada ya wiki moja ndio wakaanzisha mashambulizi. Waliweka masharti, ulikuwa ni mtego kwamba utakapoenda, kwa sababu una sababu za msingi za kuanzisha ama kushambulia Misri, ilikuwa imekataza meli zote za Israeli kupita katika mfereji wa Suez. Kwa hiyo walikuwa na hiyo hasira, lakini pia sapoti ya Gamal kwa wale mafadayin. Wakaanzisha vita kwa mara ya kwanza kabisa. Mwanzoni pale Misri alipigika vibaya sana, na walipotangaza hivyo Oktoba 30, siku ya pili ya vita tu, Uingereza anajitokeza kama msuluhishi, kumbe alikuwa amezungukia mlango wa nyuma na mwenzake Ufaransa. Wakasema mtu yeyote atakayevuka kilomita 16 kutoka mfereji wa Suez, bwana, sisi tutapiga. Kwa hiyo tunakwenda kulinda mfereji wa Suez. Na walijua kabisa kwamba Gamal Abdel Nasser hatokubali yeye kuwa mnyonge katika taifa lake. Na kweli wakaanza kushambulia. Kwa hiyo muungano ukawa ni wa mataifa matatu dhidi ya taifa moja. Mapambano yakaendelea sana mpaka kufikia hapo Novemba 5 mwaka 1956, wanaingia Port Said, wameshashambulia na uwanja wa ndege wa Misri. Taarifa sasa zikaanza kuigutusha Marekani, ambayo alikuwa ni suhuba mkubwa wa mataifa haya matatu yaliyoingilia hapa Misri. Rais Dwight Eisenhower anasema, Uingereza, tokeni huko, hivi vita ni batili kwa sababu mmevianzisha katika njia ambayo ni haramu. Rais Eisenhower alikuwa na mtihani mgumu. Kipindi hicho yuko kwenye kampeni za uchaguzi, na wakati mwingine huo pia anaikemea USSR ambayo ilikuwa imevamia Hungary Novemba mwaka 1956. Kwa hiyo yuko kwenye mtanziko, anakemea hawa ndugu zake ambao ni washirika wake, lakini yuko kule Hungary anamkemea Russia. Alichokiamua, akaenda kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, akapiga kura ya turufu ili hao jamaa wasiendeleze mashambulizi. Akayamuru Uingereza kwamba tutasitisha ufadhili wenu wa kiuchumi, lakini pia kitu kingine kitakachofanyika kwenu ninyi jamaa, tutauza dhahabu yenu, reserve ya dhahabu iliyoko hapa Marekani, mpaka muondoke hapo Suez. As it is the manifest right of any of these nations to take such decisions and actions, it is likewise our right, if our judgment so dictates, for we do not accept the use of force as a wise or proper instrument for the settlement of international disputes. Marekani alikuwa na mkakati madhubuti wa kutaka kuionyesha dunia kwamba sasa yeye ndiye mtetezi wa wanyonge dhidi ya madola makubwa ya kibeberu yalikuwa yanaweza kuonea mtu yeyote. Uingereza kaamua kujiondoa Novemba 6, wiki moja tu na kitu baada ya vita. Wakaomba msamaha na wakasema tunasitisha mapigano, ceasefire. Mwaka huo wa Novemba 6, 1956, vikosi vya Uingereza vikaondoka na Ufaransa pia ikafuata. Israeli ilikuwa na ugumu kidogo, lakini ikakubaliana na matokeo tu. Mwaka 57 ikabidi iondoke pia hapo nchini Misri, kwa sababu wote walikuwa wameshapigwa mkwara na bwana mkubwa, na ndio sasa anaonesha na mabavu na fedha nyingi. Nani atabaki kuendeleza ubabe wakati mbabe mkubwa zaidi ameshasema na ndio mwenye fedha? Sasa siasa za masuala ya kigeni zikawa zimebadilika. Anayeziongoza sana ni Marekani, na Uingereza ni kama hawezi kufanya jambo jingine lolote bila amri ya Marekani. Vita hii ilikuwa ni aibu kwa mataifa yote matatu na njama ambazo walizitengeneza dhidi ya Gamal Abdel Nasser. Mpaka vita inakamilika, Gamal hajapoteza hata mita moja ya ardhi yake, ila tu aibu wameondoka nayo au wakubwa wengine. Mchakato ukawa umeisha, Marekani akawa ndio sasa kiongozi wa dunia. Hasira hizo zikawa zimefikia ukomo, na Suez Battle ya mwaka 1956 ikatandika mkeka mpya kabisa wa kidunia, na sauti ya Gamal Abdel Nasser iliyokuwa inaheshimika kwa mataifa ya Kiarabu. Alikuwa akitoa hotuba zake zinasikika kwa amani sana na kufuatiliwa katika mataifa kama Syria, mataifa kama Iraq,
kule Palestina na Misri kwenyewe, akipendwa sana kwa sababu alikuwa mlumbi, anajua kutumia lugha. Ushawishi wake ulikuwa ni mkubwa sana, Gamal Abdel Nasser. Na hayo ndio mastori yetu ya dunia kwa siku ya leo. Nondo za dunia, hadi wakati mwingine.